Kama umekaa kando ya mrembo, lazima ikuwe mrembo. Mwangalie kwa uso. Ayageuka. Angalia lips yake. Hiyo lips iko innocent kweli? Kama lips watu wanapenda. Kitu gani nimeweka? You know guys, sisi kama Wajaluo tangu baba akufe tumebaki yatima. In fact tumetoka. Tunataka tumeishe tuende mbinguni tukae na baba. Joey. Na mademu wa Kisumu ndogo nimekubali tu kuna baridi tafadhali. Muoge. Kuna demu hapo ile amenihang. Amenipiga na ile punje msmeni tulisoma kwa chemistry. You know, wazungu wametuzoea sana. Wazungu wakizaa mtu mweusi watasema huyo ni Black America. Wanampea jina ya kipambo. Wakizaa mtu mweupe wanasema huyo ni white. Sasa kuja Afrika. Sisi tukizaa mzungu wanasema hiyo ni albino, tena ni ugonjwa. Unajua kitabu haya, ngoja. Nimeona jamaa mwingine pale kwa kona ananipiga picha. Kama hiyo si iPhone weka kwa mfuko. Wajaluo tunapigwa picha na iPhone na baba. Unajua back then Christmas ilikuwa Christmas. Sasa kwetu kulikuwa na jamaa fulani alikuwa anaitwa Onjiko. Ni nani? Onjiko alikuwa na baiskeli na kamera yake ya kupiga picha. Alafu kwa hiyo baiskeli alikuwa anatembea na crate ya soda. Akifika kwa kila boma, mnapanga line, wanaweka hiyo crate ya soda hapo mbele, mnapigwa picha. So, boma yetu tulikuwa tumemiss hiyo scenario. Tukaambia baba yetu tuitie Onjiko. Christmas ilifika, Onjiko akaitwa. Tukapiga picha. Nikaenda shule nikasema sisi tulikunywa soda Christmas. In fact tutawaonyesha picha ikikuja. Januari ikapita. Februari ikapita. Na back then unajua picha zilikuwa zinaoshwa, si kama siku hizi zinatumwa. So mimi nilijua picha zinaoshwa ni Mgori. Onjiko alikuja. Akaambia baba yangu najua picha ilichomeka. Kama wewe ni mwanabiashara, nataka ukuwe na strategy. Hasa wale wanabiashara wa Kisumu ndogo, huwezi kuwa unauza sukuma kuanzia asubuhi hadi jioni. Unakuwa na mpango. Unaanza asubuhi, unaweka mandazi na chapo, watu wanakunywa chai. Ikifika saa 4 una change biashara. Unauza full scarf, watu wanaenda kufanya kazi. Ikifika lunch time, una change. Comrade wanapenda sukuma, unauza sukuma. Ikifika saa 8 una change. Unauza hapo fruits. Ikifika saa 10 hivi una change hiyo biashara. Unaleta punte unaweka kwa hiki kibanda yako. Ikifika hapo saa 1 jioni una change. Unaweka samaki na omena, Wajaluo watajaa hapo. Ikisonga hivi saa 3 usiku una change hiyo biashara. Unaweka wine and spirit. Sasa ikifika saa 5 hapo ukitaka kwenda kulala, naanza kuuza pitu na kondoo. Unajua mimi nawaambia ukiwa na roommate, angalia roommate unaishi na yeye ni mgani. Kwanza mademu, kuna demu wangu fulani nilikuwa na date. Alikuwa na roommate wake wako wanaelewana. So nikifika kwa nyumba,
hiyo Masani wamekosana vibaya, kwanza amefura. Wanataka kugawa vyombo. So, mimi kuna boys wangu anaitwa Obado. Obado tulikuwa tumepanga na yeye, nikikuja na debe, anaanza kumpea jina tamu. Anamsifu. So siku moja nikakuja na mama yangu na sikumwambia na analeta mama yangu. Obado akaanza, madam, lips yako na lips ya Bada zinaingiana. Abada pendani nyasi, lakini akianza kupepeta hizo zako, atastick na wewe. And you know guys, mimi nawaambia mwache mihadarati. Mihadarati shai nipeleka tuwa kubwa. Kuna time nilikuwa kwa Ngori, in fact sasa nilikuwa napelekwa court. Baba yangu akaniambia, kijana yangu usikuwe na wasiwasi. Ukifika court, jifanye wewe ni bubu. Mimi nikamsikiza. Nikajifanya mimi ni bubu. So kutaja kaanza kuniuliza maswali, mimi najifanya mimi ni bubu. Mimi najifanya hapo ni mimi ni bubu. Mwenye alikuwa ananisimamia akasimama. Akasema this guy is innocent. In fact he should be compensated 500k. Nikaangalia. Jaji mwingine akasimama. Akasema how will we compensate this guy and yet he is alone, he doesn't stop, tutamwekea hata wapi? Angalia. Nikamwambia mniwekee M-Pesa na pesa ya kutoa.